Nini mnataka serikali iwafanyie? Tunaweza tukawa tumekuja na vipaumbele hivi, kumbe nyinyi mna jambo jingine. Sisi tuko tayari kupokea, tuko tayari kuwasikiliza, na hatimaye kama mwakilishi nipeleke serikalini nieleze mahitaji ambayo wananchi wanayahitaji kwa wakati huo. Haya yamenifanya nije kwenu wananchi wangu kwa mambo yangu haya matatu niliyoyawasilisha, kuwashukuru, kuwapeni pole, lakini nini naenda kufanya. Kwa jambo la nne, nipate maoni kutoka kwenu wananchi wa Uwanjani. Nikishapata maoni hayo na kwenda kutoa majibu ya kwa nini mnatuambia takataka tuzitunze ndani, tusubiri siku ya kupeleka taka, alafu baada ya maji kutiririka ndani mnakuja kutukamata kwamba ni wachafu. Na kumbuka, nitatoa majibu wala usiwe na mashaka. Lakini mtumishi wa Bwana hapa umesema kodi tunayotozwa ya vibanda shilingi 5,000 ni kubwa. Tunatamani walau tuwe tunalipa 3,000. Mimi nimekoti, nakumbuka ulichouliza. Nitatoa ufafanuzi mwisho wa siku tuweze kuondoka na kuendelea na majukumu mengine. Sasa niwakaribishe, lakini niwashukuru wote, naona wote mmenisikiliza. Sasa nirudishe kwenu wananchi wangu. Ndivyo ilivyo kwenye barabara hii. Ni kweli watu wanapata shida. Barabara uliyoisema ile ya kutokezea kule Tokyo, ni kweli wanapata shida. Mimi ninakuombea tu kwamba tekeleza. Yaani sisi wananchi tunachotaka ni kutekeleza. Yaani utekeleze kila ambacho unatuambia. Sio nafika tena 2030 huko tunarudi tena kwanza kupiga kampeni habari ya barabara kwamba barabara hii mimi nitaitengeneza itakwenda siku 1 2 3. Kwa hiyo mimi naomba tu Mheshimiwa Quintin, kwa kuwa wewe upeo wako ni mkubwa na una watu huko wanakusikiliza kama mheshimiwa, nina imani itatekelezwa kwa muda mwafaka. Kitu kingine, wakina mama ni wajasiriamali, wanaomba mikopo serikalini, huwa wanahangaika sana halmashauri pale. Kwa hiyo nilikuwa naomba Mheshimiwa Diwani wasaidia hao wamama basi, ili tuendelee kukupenda, tuendelee kukupata 2030 tukupe zingine wakati tunatutendea mambo mazuri. Ni hilo tu Mheshimiwa. Kuhusiana na suala la barabara, ananiombea kwamba haya ninayoyasema ni yaishi kwa utekelezaji, na mimi nimetoa ufafanuzi vizuri kabisa. Barabara hii ndo inakuwa namba 1 kwa sababu ndo barabara mama kwenye kata ya Uwanjani. Kwa hiyo nilishafika na wataalamu walishapita, pamoja na hili zoezi lililofanyika la ujenzi wa mitalo, lakini kuna baadhi ya maeneo mengine mitalo bado hawajakamilisha. Kwa hiyo hilo ondoeni shaka, kwa sababu ni moja ya kipaumbele changu. 2020-2025 nilisema na kwenda kutekeleza mambo matatu. Nilisema swala la sekondari na nimetekeleza. Tulikuwa tuna sekondari kwenye kata Uwanjani. Lakini nilizungumzia swala la maji. Mnaliona tuna tanki la maji pale, wale waliovuta maji ndani wanapata maji. Kwa hiyo swala la barabara halikutekelezeka kwa awamu hiyo, lakini wananchi nyie mkasema tunakurudisha kwa sababu una deni, na mimi kweli naliona deni na kwenda kulitekeleza. Nitaieleza serikali, nitaishawishi serikali kuhakikisha jambo hili linatekeleza, kwani ni haki yenu kuwa na barabara nzuri kwenye halmashauri yetu ya mji wa Tunduma. Lakini swala la mikopo, ni nani ambaye akienda halmashauri anasumbuliwa? Kama hajaleta kwangu siwezi kujua, kwa sababu mimi ndo mlezi wa vikundi kwenye kata hii ya Uwanjani, na vikundi vyote lazima visajiliwe kutoka kwenye mtaa kuja hapa kata na hatimaye vinapelekwa halmashauri. Mimi ni mmoja wa wajumbe wenye kujua kwenye mtaa na vikundi vingapi na vingapi vimepata. Juzi tumegawa bilioni 1 na milioni 600, na sasa mwezi huu wa 4 tunakwenda kugawa tena awamu nyingine ya pili. Kwa vile vikundi vilivyokuwa vimekosa ambavyo vina sifa ya kupewa fedha, vitapewa fedha bila kuhofu jambo lolote. Lakini kuna vikundi viliambiwa vifanye marekebisho, kuna baadhi ya maeneo ambayo hawakuenda sawa na maelekezo. Kwa hiyo wameshafanya marekebisho, wasubiri mrejesho wao wa kuitwa kwenda ili waweze kupata hiyo mikopo. Ile mikopo ni bure, lakini kuna vikundi vilishapewa fedha hapa hawataki kurudisha. Hawajawahi kuja hata kwangu kunieleza changamoto iliyowafanya wachelewe kurudisha ni zipi. Mimi sielewi. Ninachoshangaa, wanakuja watu wa halmashauri wananipa orodha, kwenye kata yako
vikundi vitano havijarejesha, sasa yapata miezi mitano. Watu niko nao, nashinda nao kila siku, hawajawahi niambia. Kwa hiyo mwisho wa siku watakamatwa hapa, wanapopelekwa huko wanahisi wameonewa, kwa sababu mimi nikiulizwa nasema sina taarifa ya kikundi chenye changamoto. Kumbe walikuwa na nafasi ya kuweza kunieleza ili na mimi nione namna ambavyo tunaweza tukakaa tukaliweka jambo hilo vizuri. Nafahamu kwenye biashara kuna changamoto, kwenye biashara kuna mafanikio. Kwa hiyo unapokutwa na changamoto yoyote usiendelee kuficha, kwa sababu ukificha utaumia wewe. Kwa hiyo mimi niseme tu swala la mikopo liko wazi na sasa hivi